ya utoaji wa mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya ya Ikungi. Aidha, napenda kutoa pongezi za dhati kwa halmashauri ya wilaya ya Ikungi kwa kuendelea kutekeleza kikamilifu sera na miongozo ya serikali ya kuwezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu kiuchumi. Vikundi Ikungi pamoja tujenge uchumi. Vikundi Ikungi pamoja tujenge uchumi. Pamoja tujenge uchumi. Vikundi Ikungi. Ndugu wananchi, mikopo hii ya 10% si sana. Mikopo hii ya 10% sio hisani, bali ni fursa ya maendeleo. Lengo kuu la serikali ni kuwawezesha makundi haya kushiriki kikamilifu katika shughuli za uzalishaji mali, kuongeza kipato cha kaya, kupunguza umaskini na hatimaye kuchangia maendeleo ya taifa letu. Napenda kutumia fursa hii kuwapongeza wanufaika wote mliofanikiwa kupata mikopo hii siku ya leo. Hii ni ishara ya imani kubwa ambayo serikali na halmashauri yenu imewawekea. Ni wajibu wenu nyinyi kama vikundi kuilinda imani hiyo kwa kutumia fedha hizi kwa malengo yaliyokusudiwa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nawasihi sana ndugu zangu, nawasihi sana mtumie mikopo hii kwa shughuli zile tu mlizoiombea mikopo. Kama uliomba mkopo kuanzisha kiwanda cha alizeti, tumia mkopo huu kwa shughuli hiyo hiyo. Kama uliomba mkopo huu kwa ajili ya kuboresha saluni yako, basi tumia kwa ajili ya saluni. Kama uliomba mkopo huu kwa ajili ya kufungua mamalishe ama duka, basi kama ulivyokusudia, peleka hizo fedha ili zikatekeleze hayo ambayo wewe mwenyewe umekusudia kuyafanya na sio vinginevyo. Mmenielewa eh? Tumieni mikopo hii kwa shughuli ile ile ambayo ninyi wenyewe mmeweza kuiombea hiyo mikopo. Kwa mfano, kwenye kilimo, umeomba kwenye kilimo, basi ukalime, ukanunue hizo pembejeo na ili uweze kulima kilimo chenye tija, lakini yasiyo ya kimaendeleo. Epukeni matumizi ambayo hayakusudiwa na hii mikopo. Epukeni kabisa. Kama unawaza kujenga, tafadhali, huu mkopo sio kwa ajili hiyo. Kwa hiyo usitumie kwa shughuli ambayo hukuombea. Jambo lingine, simamieni mali yenu kwa nidhamu na uwajibikaji. Hizo biashara, hizo shughuli, hizo huduma mkasimamie kwa nidhamu ya hali ya juu na uwajibikaji wa hali ya juu. Kwenye nidhamu na kwenye uwajibikaji ndipo mtakapopata maendeleo, lakini mkizingatia kanuni za biashara na usimamizi bora wa fedha. Fedha zina kanuni zake, kwa hiyo tuzingatie kanuni za fedha. Jambo lingine, hakikisheni mnarejesha mikopo hii kwa wakati. Kwa urejeshaji mzuri utawezesha na wengine wengi kunufaika na mfuko huu muhimu. Mikopo hii ni ya mzunguko. Leo ni ninyi, kesho watapewa wengine. Kwa hiyo muhakikishe kwamba mnairejesha kwa wakati, na ukirejesha kwa wakati unapewa imani kubwa. Kwa hiyo ukija kuomba tena
utapewa zaidi hapa, kwa sababu wewe umekuwa mwaminifu. Lakini katika yote pia kwenye vikundi vyetu huko, pesa mnaifahamu jinsi ilivyo. Hakikisheni pesa kama pesa unaihesabu vilivyo. Mimi kipindi nasoma, baba yangu alikuwa akinipa hata ile ada, ananiambia usiondoke bila kuhakikisha kwamba na hesabu, kwa sababu ni pesa. Sio kwamba baba hakosei, Kwa unapokuwa kwenye vikundi vyenu, hakikisheni hesabu zenu zinakaa sawa. Kwenye hesabu zenu zikae vizuri, ili isije ikatokea upungufu. Mkiwa watatu, kumbuka tayari kwa kwamba hakikishe na kufunga hesabu, basi hakuna hata sumuni au pointi hata moja ya fedha ambayo imepotea pasipo kujulikana imekwenda wapi. Vikundi pamoja tujenge uchumi. Pamoja tujenge uchumi. Hata hivyo, mafanikio ya mikopo hii hayategemei tu upatikanaji wa fedha, bali pia maarifa, ujuzi na usimamizi bora wa miradi. Kwa msingi huo, napenda kusisitiza ushiriki wa wataalamu wa sekta mbalimbali katika kusaidia vikundi vinavyonufaika na mikopo hii: wataalamu wa kilimo, wataalamu wa mifugo, uvuvi, biashara, viwanda vidogo, fedha na maendeleo ya jamii wanapaswa kushirikiana kwa karibu na vikundi hivi ili, namba moja, kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu utekelezaji wa miradi; 2, kusimamia matumizi sahihi ya mikopo; namba 3, kusaidia kuboresha ubora wa bidhaa na huduma; namba 4, kusaidia vikundi kupata masoko na kuongeza faida; namba 5, kuzuia changamoto zinazoweza kusababisha miradi hii kufeli. Kwa maana hiyo, msiwaache hawa wasimamizi wa miradi, msiwaache wataalamu wa fedha. Tafuteni utaalamu popote pale ili tuweze kulinda hii mitaji na tuweze kupata faida na tuweze kunufaika na hii mikopo inayotolewa. Lakini kingine, kama alivyozungumza mwenyekiti wa halmashauri, alisema kwa sasa hivi ninyi ni wamoja, lakini huenda mkaondoka mkaenda kugawanyika, ule umoja ukaondoka. Kwa hiyo umoja unapoondoka, kila mtu akaenda kivyake, tayari tatizo linaanza. Kwa hiyo niwasihi tuwe na umoja wa dhati kama tulivyodhamiria, tuwe na ushirikiano wa dhati ndani ya vikundi, ili ile tija tunayotaka basi iweze kupatikana, na wakati mwingine basi mweze kuwa na ujasiri wa kuja kuomba tena na tena. Lakini mnapoomba mikopo hii, mnakuwa mmefungua akaunti benki za biashara na benki mbalimbali, na wasikia mnapokuwa mnafanya taratibu zenu za manunuzi, taratibu zenu za mauzo, msiache pia kuweka fedha benki. Mnapokuwa mnaweka fedha benki, ile mizunguko ya fedha benki inasoma. Baada ya muda nyinyi mtakuwa mmegraduate, mtakuwa wakubwa sasa, mnaweza kwenda kukopa fedha benki ambazo ni nyingi zaidi, kwa sababu mmejenga rekodi nzuri ya kuweka fedha benki. Kwa hiyo benki huwa wanaangalia trends, wanaangalia ni mara ngapi unaweka fedha na mara ngapi unatoa fedha. Kwa hiyo wanaona kwa kweli hii biashara ya mtu kweli inafanya vizuri. Kwa hiyo tukiweka fedha kwenye vibubu huko nyumbani, rekodi za benki hazitasoma. Rekodi ya benki itasoma siku iliyopewa
labda na siku si unafanya, lakini ukisoma hivyo tayari wewe hautakuwa mfanyabiashara ambayo rekodi zako zinasomeka kwenye taasisi za fedha. Kwa hiyo rekodi zenu ziwe nzuri, mwe mkiuza unaweza kuweka benki, kesho unaitoa unasomeka vizuri. Ndani ya miezi 6, baada ya miezi 6 benki zenyewe zitawatafuteni. Kwa kipindi hicho kama kikundi chako kinaleta faida kubwa, maana yake ni hata kukopa hakutakuwa na shida, kwa sababu tayari wewe una uwezo wa kukopesheka sehemu mbalimbali. Vikundi pamoja vyenye uchumi, pamoja vyenye uchumi, vikundi pamoja vyenye uchumi. Ukisikiliza changamoto ambazo zimesomwa, changamoto ambazo zimesemwa, moja ya changamoto ni uwezo mdogo wa kutumia mifumo. Kwa hiyo watu wengi wanakosa mikopo, sio kwa sababu hakuna fedha, ni kwa sababu wanapata changamoto kutumia nini? Mifumo. Sasa ni sisi wananchi, kwa mnaona ni namna gani serikali yetu inavyotujali, kwamba ni nini sasa. Ni sawa unaleta chakula, hasa kula sasa umepewa kijiko hapa. Sasa unakuta kijiko umekigeuza. Kwa hiyo huwezi kushinda. Kwa hiyo sasa ndio kilichoko hapa, kwamba uwezo mdogo wa wananchi kutumia mifumo. Kwa hiyo mimi nitoe wito ninyi mlionufaika, muwe walimu kwa wengine wenye hitaji na kuomba mikopo hii, waifahamu hii mifumo ili waweze kuchangamkia hii fursa ambayo serikali yetu kupitia halmashauri hii chini ya mwenyekiti shupavu na makamu shupavu ambao wako hapa mbele uweze kufaika kama hawa mliowapa bidhaa kusimamia, na leo hii hata mwaka umeisha tayari wamekuja mbele. Natoka wameapishwa hata mwezi hawana, mwenyekiti wa ameapishwa hata mwezi, ila leo amesaini vikundi kukopesheka. Kingine, changamoto nyingine ni vijana kuwa nyuma. Kwa hiyo mimi nawapongeza vijana ambao tayari kisha kuomba mikopo. Vijana wako nyuma, kwa hiyo hiyo ni changamoto. Sasa kuona serikali inawawazia vizuri vijana, ila wao bado wako nyuma. Sasa vijana mlioko hapa mkawashtue vijana wengine ili wasibaki nyuma, wawe mbele. Kingine ni kwamba maafisa ambao ni soka halmashauri, na kingine cha mwisho kwenye changamoto ni ile mikopo chechefu, mikopo ambayo hailipiki kwa wakati. Ndio kama vile tulivyosema kwamba mnachukua mikopo mkiwa na umoja, mkitoka nje mnagawanyika, kila mtu apate. Kwa hiyo hiyo mikopo ni vigumu sana kurudishika. Kwa hiyo tunaomba umoja huu uwepo ili sitaishi mikopo ambayo ni mbaya, mikopo ambayo hairejeshwi. Ndugu zangu, bado naendelea kuwasihi. Unapofanya mradi wowote, usichoke kumtafuta mtaalamu aendelee kukushauri siku hadi siku, wiki hadi wiki, mwezi hadi mwezi. Unaweza kuanzisha hata genge la nyanya, unauza nyanya. Kama hujapewa maarifa, hiyo biashara itakushinda. Utashangaa kuona mwenzako anauza nyanya zile zile, anapata faida na anaendelea kuwa na maisha mazuri. Lakini wewe ukijaribu, unashangaa pale unafanyaje? Unakata. Unaanza kusema kuna mchawi, kuna mtu anagonga, si ndio? Kuna mkono wa mtu hapa. Hakuna cha mkono wa mtu, hakuna cha mbojo, wala hakuna chochote kile. Vikundi pamoja vyenye uchumi. Kwa hiyo hakuna mkono wa mtu hapa, ni hesabu tu, ni maarifa. Kwa hiyo usiache kuomba ushauri kwa yule anayefahamu hilo jambo. Sasa wengine wanakosea, yeye ana biashara yake, kwa mfano
ana biashara yake ya duka, anaenda kuomba ushauri kwa fundi ujenzi. Hebu tuambiane hapa, inawezekana? Kwa sababu fundi ujenzi amesoma na degree, yeye anajua, kwa sababu huyu ni msomi, huyu injinia atamsaidia. Hapana, una biashara yako ya saluni nzuri ya kisasa, unaenda kuomba ushauri kwa mimi afisa wa TRA, ndio mnafanya TRA, ndio kuomba ushauri. Nakwambia biashara nzuri sana, inalipa. Inalipa. Ama wewe una shughuli yako ya kilimo, unaenda kuomba ushauri kwa mtu anayechimba madini. Sinaelewa kisa yeye ni mtu mkubwa au ni mtu mzima, yeye anachimba madini, wewe una biashara yako ya kuuza samaki wapi na wapi. Kwa hiyo ukitaka biashara yako iende vizuri, shughuli yako iende vizuri, unalima, tafuta waliofanikiwa kwenye kilimo au ushauri vizuri. Mtafute afisa kilimo atakushauri vizuri. Unataka kuchimba madini, bali ndio watafute wanaochimba madini. Yaani anachokufanya tafute kwa kushauri anayefanya jambo lile, kwa sababu yeye amekaa muda mrefu. Wengine wananunua ng'ombe na kuuza. Sasa anataka kuomba ushauri kwa mtu mwingine ambaye usiana. Jaribu kupata haraka, kwa sababu wewe uchumi yaliyoko humu ndani. Ndugu zangu, natoa wito kwa wataalamu wa halmashauri kuhakikisha mnafanya ufuatiliaji wa karibu, yani monitoring and mentorship kwa vikundi hivi, sio tu wakati wa utoaji wa mikopo, bali katika kipindi chote cha utekelezaji wa hii miradi. Ushauri wenu ni nguzo muhimu ya mafanikio ya mikopo hii ambayo inakwenda kutolewa. Ndugu wananchi, kwa wale ambao bado hawajapata fursa ya kuomba ama kunufaika na mikopo hii, napenda kuhakikishia kuwa serikali kupitia halmashauri ya wilaya ya Ikungi itaendelea kutenga na kutoa mikopo hii kila robo ya mwaka. Hivyo basi, jitokezeni kuunda vikundi, kuandaa miradi yenye tija na kuomba hii mikopo. Fursa ipo na serikali ipo tayari kuwawezesheni. Wataalamu wa halmashauri wapo tayari kuwashauri na kuwaongoza katika kila hatua pale tutakapokuwa tuko tayari na tutakapokuwa tuna huo uhitaji. Kwa hiyo mnakaribishwa kuendelea kuomba wataalamu kwa maana ya shauri. Kwa viongozi wa vikundi, viongozi wenu, na wapongeza na kuwasihi mwendelee kuwa waaminifu, wawazi na mshikamano ndani ya vikundi vyenu. Migogoro na ubadhirifu kwa fedha za kikundi ni adui mkubwa wa maendeleo. Kwa hiyo msiruhusu nyinyi viongozi kukatokea ubadhirifu wa aina yoyote, lakini msiruhusu migogoro ndani ya vikundi. Mkumbuke kwamba mkifanya hayo maendeleo hamtaweza kupata na vikundi huenda msisimama. Kwa hiyo mimi natamani vikundi vyote hivi tukija kusoma ripoti yake, kama nilivyosema mwenyekiti, siku moja kujipongeze kwa maana vimefanya vizuri na vinaendelea kufanya vizuri. Vikundi pamoja tujenge uchumi.